Amen. Somo letu jioni ya leo ni msaada wangu ama msaidizi wangu. Msaada wangu ama msaidizi wangu. Haleluya. Amen. Msaada ni huduma anayopewa mtu anapokuwa na uhitaji wa huduma hiyo. Msaada ni huduma anayopewa mtu anapokuwa na uhitaji wa huduma hiyo ama kitu hicho. Lakini msaidizi ni mtu aliyewekwa na Mungu kukusaidia. Mtu aliyewekwa na Mungu kukusaidia. Msaada wetu ni Mungu. Lakini kuna watu ambao Mungu anawaweka kutusaidia. Twende tukasome Yohana 14:16. Kwenye Biblia tupo. Hatupo. Yohana 14 mstari wa 16. Naomba nisome. 14:16 inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Lakini Yohana 15:26, Yohana 15:26, neno la Bwana linasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Amen. Zaburi 41 mstari wa 1. Na kupitisha kwenye maandiko haya ili huko baadaye, huko mbele tusije tukapoteana. Ili tumaini lako ujue kabisa unaliweka kwa nani. Haleluya. Amen. Zaburi 46 mstari wa 1. Neno la Bwana linasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kumbe msaada wetu wa kwanza ni Mungu. Kimbilio letu la kwanza ni Mungu. Amina. Amen. Msaada wetu ni nani? Ni Mungu. Kimbilio letu ni Mungu. Kwa hiyo msaidizi tuliye naye ni mmoja tu, ambaye ni Mungu mwenyewe. Lakini Mungu anapoachilia msaada wake, hashuki yeye kama yeye kuja kukusaidia. Mungu anatumia watu kumsaidia mtu. Mungu hashuki yeye mwenyewe kutoka mbinguni akasema, sasa nimeshuka mwanangu, lile tatizo lako nimeshuka ili nikusaidie. Mungu anatumia watu, anaachilia msaada wake kupitia watu. Hawezi akashuka yeye kama yeye kwenye umbo hili la kibinadamu. Anahitaji awepo kwenye umbo la kibinadamu ili amsaidie binadamu. Hawezi akashuka yeye. Hivi akishuka inakuwaje? Au inawezekana? Akashuka akasema, sasa Petronia, leo nimeshuka nikusaidie lile swala lako. Leo nimeshuka mimi mwenyewe. Hivi kiti cha enzi anamwachia nani? Au anakaimisha? Maana hapo sasa kutakuwa kunatakiwa kuwe na kaimu Mungu. Mungu anakaimisha, si ndio? Sasa akishuka kuhudumia mtu mmoja duniani, wengine tunaomuita nani atatuhudumia? Maana sasa inatakiwa kiti cha enzi aache mtu
Halo. Kwa hiyo Mungu ndiye msaada wetu. Tumaini lako weka kwa Bwana. Yaani wewe tumaini lako mpe Mungu, kwamba Mungu ndiye msaada wangu. Lakini hashuki yeye kama yeye, anatumia watu kushuka kukusaidia wewe. Kwa hiyo ishi vizuri na watu. Sababu huwezi jua Mungu atamtumia nani. Huwezi jua Mungu atashuka kupitia nani. Kwenye hiyo changamoto yako unaopitia, Mungu atamtumia nani kukutoa hapo. Kila mtu ana msaidizi wake kila mahali anapohitaji msaada. Mkono wa Bwana uko pale kumsaidia. Kwa hiyo ishi na watu vizuri. Mungu hawezi kushuka yeye kama yeye kukusaidia. Atatumia mtu. Sasa hapo anamtumia nani? Mimi na wewe hatujui. Hata wewe huwezi jua nani atamtumia. Atamtumia unayemfahamu, atamtumia usiyemfahamu. Hatuwezi kujua. Yeye mwenyewe ndio anajua. Ili nimsaidie fulani, natakiwa nimtumie nani? Halo. Haleluya. Amen. Tusome Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasema, nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mstari wa pili anasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Biblia bado inasema msaada wetu ni Bwana. Kwa hiyo kosa kubwa utakalolifanya, sawa, tumesema Mungu anatumia watu, lakini usimtazame mtu kama msaada wako. Unatakiwa umtazame Mungu. Na ujue kwamba Mungu peke yake ndio anayeweza kukusaidia. Ikitokea mtu amekusaidia, ujue ni Mungu kapitia kwa huyo mtu kukusaidia. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hawezi kushuka katika umbo la kibinadamu kumsaidia mwanadamu. Ili ulimwengu ukombolewe, ilimbidi Yesu aje. Kwani Mungu hakuwa na uwezo tu wa kusema, jamani, ulimwengu uokolewe? Lakini ilimbidi Yesu ashuke katika umbo la kibinadamu ili aweze kuwakomboa wanadamu. Manake asingeshuka, sidhani kama wokovu ungekuwepo. Ndio maana Mungu anauliza, anasema ni mtume nani? Angalia mchakato ulivyokuwa. Yaani mpaka Yesu inatungwa mimba, anazaliwa, ni muda mrefu. Anakuwa, ndio anakwenda kutufia msalabani. Kwa nini tu Mungu asingeamua hawa watu wakombolewe? Kulikuwa na haja gani ya kumtuma Yesu? Lakini alijua ili nimsaidie mwanadamu, anahitajika mtu mwenye umbo kama la kwake, atakayeweza kumwelewa. Akishuka hapo huwezi kumwelewa. Kwanza unaweza ukawachanganya, ukashindwa kuelewa shetani ni yupi na Mungu ni yupi. Ukashindwa kuelewa mizimu ni ipi na Mungu ni yupi. Kwa hiyo ndio maana Mungu aliamua amtumie Yesu ashuke katika umbo la kibinadamu ili aweze kuwakomboa wanadamu. Tofauti na hapo ingekuwa ngumu. Kama yeye tu alishuka katika umbo la kibinadamu, lakini wachache sana waliweza kumwelewa.
wengi walishindwa kutambua. Angeshuka Mungu mwenyewe ingekuwaje? Kwa hiyo msaada wetu ni Mungu peke yake. Yeye ndio anayeweza kutuokoa. Yeye ndio anaweza kutusaidia. Kwa hiyo tumaini lako na tegemeo lako liweke kwa Mungu peke yake. Lakini ishi na watu vizuri. Ishi na mtu vizuri. Usiangalie umbo, usiangalie mwili, usiangalie yukoje, ana rangi nzuri, ana rangi mbaya. Wewe hiyo haikuhusu. Kazi ya kutafuta mtu wa kukusaidia ni ya Mungu, sio ya kwako. Yaani uwezo ukachagua ukasema mimi bwana huyu ndio atakayenisaidia. Hapana. Mungu ndio anayejua nani atamtumia kukusaidia wewe. Kwa hiyo awe ni mzee, wewe mheshimu. Awe ni mtoto, wewe mheshimu. Maana huwezi jua Mungu atamtumia yupi kati ya hao. Na inawezekana unemdharau ndiye Mungu anaweza akamuinua kukuvusha, kukupeleka kwenye hatima yako. Amen. Ogopa sana kudharau watu. Wanasema salimia watu, gesi uisha. Ogopa sana kudharau mtu. Yaani huwezi ukajua amebeba nini cha kwako. Huwezi kufahamu. Wote tuko sawa. Tumeumbwa, tumefanana kwa mfano wa nani? Wa Bwana. Lakini matumizi ni tofauti. Mimi ninaweza nikakusaidia leo nikakuvusha kukupeleka sehemu hii. Lakini kuna mwingine ndiye anaweza akakutumia kukupeleka sehemu nyingine. Halo. Heshimu watu. Maana hujui nani atakayekusaidia. Nani atakayetumiwa na Mungu kukusaidia. Amen. Twende tukasome Mwanzo 21 na mstari wa 15. Mwanzo 21 na mstari wa 15. Tusome mpaka mstari wa 19. Nitasoma. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Huyu ni Hajiri baada ya kufukuzwa kutoka kwenye nyumba ya bwana wake. Tuendelee. Mstari wa 17. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni. Akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Walilia wote wawili, lakini sauti ya mmoja ndio iliyosikia. Hajiri alilia, kijana Ishmael alilia, lakini Mungu alisikia sauti ya kijana. Ndio akashuka malaika kusema na Hajiri baada ya Mungu kusikia sauti ya kijana Ishmael. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa amuone Hajiri. Alimuona na alijua nini anahitaji, lakini hakusema, alikaa kimya. Lakini aliposikia sauti ya kijana, Bwana alisema. Kwa hiyo inawezekana wewe ukalia usisikiwe. Jirani yako akalia akasikiwa, na wote mkatoka kwenye hilo tatizo. Maana Hajiri na mwanaye walikuwa wote kwenye tatizo hili. Mungu anasema na Hajiri baada ya mtoto wake kusikiwa sauti yake na Bwana. Mungu akasikia sauti ya kijana,
Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Kwa nini ni swali ya kumuuliza wakati alipolia yeye? Kwa nini aliye mtoto wake ndio amuulize? Kwamba yeye kumsikia? Alimpuuza? Hapana. Yule mtoto alifanyika kama msaada kwa Hajiri. Manake kama angemtupa Ishmael, manake alikuwa ametupa hatima yake. Na ukisoma huku mbele anasema macho ya Hajiri yalifumbuliwa. Hajiri akakiona kisima cha maji ambacho alikuwa hajakiona, na kilikuwepo. Sio kwamba Bwana alikishusha, kilikuwepo. Lakini baada ya Bwana kusikia sauti, kilio cha mtoto, kilio cha kijana, ndio anamfumbua macho Hajiri. Anakiona kisima. Hebu tusome hapa. Mstari wa 19, 21 hiyo. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Maana hata yeye kiu alikuwa nayo. Sio kwamba hakuwa na kiu. Kiu alikuwa nayo. Manake bila Mungu kusikia sauti ya kijana, bila Mungu kusikia kilio cha Ishmael, manake Hajiri macho yake yasingefunguliwa. Kuna fursa huwezi kuziona mpaka macho yako yafumbuliwe. Na ili macho yako yafumbuliwe, kuna kijana mahali sauti yake inatakiwa isikiwe na Mungu. Umewahi kufikiria huyo kijana ni nani? Ni nani ambaye anaweza akapaza sauti, Mungu akaisikia sauti yake, na macho yako yakafunguliwa, ukayaona yale ambayo umekuwa ukiyatafuta kwa muda mrefu, ukaziona fursa ambazo unazitafuta kwa muda mrefu, ukaona Chanika wanahitaji nini, ukaona ni biashara gani unaweza kufanya Chanika tofauti na kulima tembele. Maana kila mtu salima tembele hapa. Macho hayajafunguliwa, macho hayajafumbuka. Kila mtu anaona tembele, lakini Bwana akifungua macho yako utajua nifanye nini. Haleluya. Bado nadharau watu. Heshimu. Hata kadogo hivi kaheshimu. Huwezi jua katafanyika msaada kwako wakati gani. Atakuwa msaidizi wako wakati upi? Wakati ambao wewe umeita, umelia, umekata tamaa, lakini Bwana anasema kupitia uliye naye. Ndio maana ukiangalia hata kwenye ndoa, kuna ndoa nyingi tu nadhani hata wewe unashuhudia. Unakuta wakitengana, kama ni hali ya uchumi inaharibika. Aidha mmoja atafanikiwa na mwingine hatafanikiwa. Kwa nini? Kulikuwa na msaidizi. Kuna mmoja alisimama katika ile familia kama msaidizi. Kwa hiyo maana yake anapoondoka, kaondoka na usaidizi wake. Anapoondoka, ameondoka na baraka zake. Kumbe Mungu alikuweka pale ili umsaidie, ili usaidiwe, na wewe kubali kusaidika, na wewe kubali kusaidia watu. Maana si lazima usaidiwe wewe tu, hata wewe ni msaidizi wa mtu mahali. Sije ukajiangalia ukasema nitamsaidia nini. Mungu ndio anayejua utamsaidia nini. Mungu ndio anafahamu utamvusha wapi. Hello. Ishi na watu. Haleluya. Hivi ingetokea Hajiri akamwacha yule mtoto,
kwenye nyumba aliyokuwa anafanya kazi kwa baba yake na mama yake wa kambo. Ingekuwaje? Kisima angekiona? Kiu kingemuua? Kiu kingemaliza? Au Bwana angetoa angefanya mlango, si ndio? Angefanya mlango mwingine? Hapana. Mungu ndio anayejua, tusijibu. Mungu ndio anayefahamu, na ndio maana hakuruhusu wamwache. Aliruhusu, na alimwambia kabisa bwana yake, muache, msikilize mkeo sana. Usihuzunike kwa habari ya Hajiri na kijana. Manake Mungu alijua atawatokea. Mungu alijua atatembea na Ishmaeli. Ndio maana alimruhusu baba yake amwache aende. Kijana anafanyika kuwa msaada. Kijana anafanyika kuwa msaidizi. Kijana anatumika kumsaidia mama yake katikati ya mateso, katikati ya kiu, katikati ya njaa kali, katikati ya jangwa. Mungu hakusikia sauti ya Hajiri, lakini alisikia sauti ya kijana. Haleluya. Amen. Twende tukasome Kutoka 3:7. Kutoka 3:7. Nitasoma. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Yaani Mungu alisikia, Mungu aliona na alijua maumivu yao. Alisikia kilio cha wana wa Israeli, aliona mateso yao na alijua maumivu yao, lakini hakushuka yeye kama yeye. Ili wana wa Israeli watoke Misri, alihitajika Musa wa kuwatoa. Hakushuka tu Mungu akasema Farao wape ruhusa waende. Alijua ili wana wa Israeli watoke, anahitajika Musa aweze kuwatoa. Kwa hiyo Musa alifanyika msaidizi kwa wana wa Israeli, akawatoa mikononi mwa Farao, akawatoa katika nchi ya utumwa. Huko Misri uliko, Mungu anatafuta Musa aweze kukutoa. Amen. Mungu anatafuta mtu wa kukutoa huko madhabahu zilizokukamata. Mungu anatafuta Musa wako akutoe. Inawezekana bado hujakaa vizuri, inawezekana Musa wako unamkataa, maana hata wana wa Israeli mwanzo walimkataa Musa. Walimkataa. Kasome Matendo. Walimwambia, wewe ni nani amekuweka kuwa mwamuzi juu yetu? Walimkataa. Lakini Musa huyu aliyemkataa ndiye Bwana anamtumia kuwatoa wana wa Israeli. Angalia kazi kubwa aliyoifanya. Manake bila Musa, mkono wa Bwana ungetendaje kazi? Mungu anamwambia Musa, Haruni atakuwa kinywa chako, na wewe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Manake Mungu anasema wewe utatenda kazi ambazo mimi natakiwa kuzitenda. Wewe nenda, mimi nipo kwenye kiti cha enzi, nitakusaidia, utawatoa. Bila Musa, zile ishara na ajabu nani angezitenda? Yale mapigo yote nani angeyafanya?
alihitajika awepo Musa atakaye kamata fimbo, atakaye tupa fimbo chini igeuke kuwa nyoka, atakaye leta mapanzi nchi yote ya Misri, atakaye geuza maji kuwa damu. Alitakiwa awepo Musa. Angeshuka Mungu kama yeye kufanya. Sidhani kama angebaki mtu. Musa wako anakuja kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tusome Matendo. Tusome kwanza ya Kutoka 4. Kutoka 4:16. Neno la Bwana linasema, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Maanake yeye atakuwa akisema, wewe umetulia, wewe unaonyesha tu ishara, wewe unatenda tu vile ninavyokuelekeza. Ndiyo maana kuna maelekezo wachungaji wanapewa, wanakuja na sisi wanatuelekeza. Hatuwezi wote kwenda tukapewa maelekezo. Lazima awepo mmoja aliyechaguliwa na Bwana kuongoza kundi la Bwana. Hamna baba wawili kwenye nyumba. Maana huyo atasema mrudi saa 11, huyo atasema rudini hata saa 1. Huyo atasema hakuna kwenda disco, huyo atasema nyie nendeni hata kasino mkitaka. Lazima kuwe na baba huyu. Kwanza hiyo nyumba itachanganyikiwa. Huyo anasema lake, huyo anasema lake. Sasa hapo sijui nani atafuata. Na unakuta amri za baba mmoja zimesimama hivi. Watu si ndio wataangukia kwa ambaye lolote na liwe. Mradi safari fanya nini? Yeye. Kwa hiyo wana wa Israeli wasingetoka utumwani kama asingekuwepo Musa. Tumaini lako liweke kwa nani? Kwa Bwana. Lakini ishi na watu vizuri. Huwezi jua Musa wako atakuwa nani. Atakaye kutoa kwenye hicho kifungo atakuwa nani. Atakaye kuonyesha njia ya kuiendea atakuwa ni nani. Atakaye kusaidia wakati ambapo hauwezi atakuwa ni nani. Haleluya. Matendo ya Mitume 7:35 na 36. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 35 na 36. Neno la Bwana linasema, Musa huyo waliyemkataa wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Amen. 36. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Waliyemkataa huyo Bwana ndio anasema utawatoa. Aidha wanataka ama hawataki, lakini utawatoa. Atakaye kubali kwenda na wewe na aende. Atakaye kataa acha baki Misri. Maadamu Bwana ameshasema walitoka. Lakini ingetokea atokee mtu mwingine ambaye si Bwana amemtuma kuwatoa, nadhani asingewafikisha. Asingeweza kuwatoa. Maana ukisoma Biblia wale watu aisee walikuwa na vichwa vigumu. Katika watu walikuwa wanakwanza ni wana wa Israeli. Mungu wangu atusaidie. Tusiwe kama wale watu. Hivi umewahi kusoma historia yao yote? Umewahi kusoma Biblia? Toka Musa na watoa. Kama una hasira unawaacha. Mimi nilisema yani hawa ningemwambia Bwana
fyeka wote. Maana walikuwa hawaelewi. Unaelekeza asubuhi, jioni wamekengeuka. Wakikosa kachai kidogo, washahamu. Wamemwachia Musa Mungu wake. Washahamia miungu mingine. Wakikwazwa kidogo, washaondoka. Lakini mimi ninavyoona ndio washirika wa leo. Kabisa. Ndio washirika wa leo. Ukimsema kidogo, umemkosa. Yaani wewe ukitaka umseme aidha ukweli ama ukosee. Maana kukosea kila mtu anakosea. Hakuna ambaye yuko perfect 100%. Kila mtu anakosea. Sasa ukimkwaza kidogo, hayupo. Kashasusa wokovu. Ndio wale aliohangaika nao Musa. Akiwaambia jamani, njia ni hii. Mungu aliyetutoa Misri ni Mungu huyu. Atakayetufikisha Kanaani. Wanasema Mungu wako huyu ndio kaniacha leo sina buku. Mungu wako huyu ndio mtaji wako umekufa. Wanaondoka hao kwa mganga wa kienyeji. Si ndio wao? Mungu atusaidie tusiwe kama wana wa Israeli. Kwa kweli Musa alikuwa na moyo. Kiukweli tu tumpe maua yake. Alijitahidi. Uongozi. Labda kama hujasoma kote. Ila kama umesoma vizuri, ukaielewa, na kwambia unanyosha mikono. Mungu mwenyewe alifika mahali alikuwa anasema hivi vichwa. Hasira inampanda mpaka Musa anaamua kumtuliza. Kwamba Bwana sasa ukiwaua huku. Yaani inaonekana sasa ni kama Musa ndio Mungu atamwaibisha Musa. Kwamba mimi ndio umenituma nikawatoe. Leo ukiwaua hapa, lawama zitakuwa zangu. Kwamba yamkini nimewadanganya, kulikuwa hakuna nini? Wokovu. Lakini kumbe shida ilikuwa ni ya kwao. Haleluya. Amen. Amen. Wana wa Israeli mpo. Amen. Kweli jamani tena. Mungu atusaidie. Mbinguni lakini tunafika. Amen. Kanaani si walifika? Walifika wakufika? Na sisi mbinguni tunafika hivyo hivyo. Amen. Kibishi kigumu. Haleluya, tunatiana moyo eti tutafika. Ila mimi na uhakika unafika. Amen. Ukiendelea vizuri na spiriti unafika. Hautaishia njiani. Mungu atupe neema ya kufika. Msaidizi wangu, tunazungumzia kuhusu msaidizi ambaye Bwana anamweka kukusaidia wewe. Mungu anamweka kusaidia watu wake. Mungu anamweka ili kufanya kile ambacho Mungu amekusudia kifanyike. Amen. Kuna watu wanatusaidia jamani. Mimi nakumbuka kipindi na mzaa Kamila Kukangwa. Kwa kweli kuna daktari Mungu aliniinulia. Yule baba ampe miaka mingi. Yaani mingi sana. Nimeanza naye kliniki na wiki 4. Mwezi mmoja. Yule baba hata upige simu usiku anapokea. Hata akiwa kwenye vikao vya kazi anakutumia message. Na siku ya mwisho, ile siku nilihudumiwa kama nashindwa kuelewa. Nilihudumiwa vizuri. Unajua kuna watu wanapoteza maisha hospitalini.
Sio kwamba Mungu amependa, ila ni huduma mbovu. Hakupatikana mtu wa kumsaidia kwa wakati. Yaani hakuwepo daktari, hawakuwepo wauguzi ambao Mungu aliwaweka ili wamsaidie huyo mtu. Nakumbuka mimi niko nahangaika na uchungu. Yule baba anapiga simu kila saa, ni daktari bingwa. Kaweka pale daktari mmoja bingwa, kaweka na manesi wa kutosha. Hapo nauma uchungu. Kila saa wanapima mapigo ya mtoto. Kila saa wanapima. Walipoona tu hali imekuwa mbaya, wakampigia. Huku hali imebadilika. Akawaambia, sasa hivi nawasha gari, tukutane chumba cha upasuaji. Sasa hivi jamani, nilizingiwa kile kitanda na watu sijui wangapi. Huyu anatoa nguo niliyovaa, huyu anavalisha nguo ya kwendea chumba cha upasuaji, huyu anatafuta mshipa, huyu kashaleta drip, huyu kaleta kiti, huyu yaani ndani ya dakika 5 niko chumba cha upasuaji. Na yule baba ameshafika na ameshaandaa watu wa kunipokea. Kitanda kimeshaandaliwa. Na ilikuwa ni hivi, yaani zingezidi dakika 5, Mungu ndo anajua kilikuwa kinatokea nini. Lakini sababu Mungu aliniinulia huyo mtu, tulitoka salama. Yaani ni fasta, ni chapu chapu. Paka namaliza, kesho yake anakuja yeye mwenyewe kunihudumia huduma. Mnaendeleaje? Mtoto ananyonya, sui nini? Mungu akuinulie mtu. Amen. Hautahangaika, hautasumbuka. Wakati wenzako wanasema wako wapi madaktari, wewe wako pale. Wala huulizi. Wanafanya kazi yao. Wewe huna haja ya kusema jamani najisikia hivi. Ni wao na vifaa vyao wanafanya. Ni wao wanafanya wajibu wao. Sio unapiga ukunga, jamani nesi huku umechanganya. Hakuna. Bwana kamweka pale, kamkamata kwamba utahakikisha hawa watu wako salama. Na tulikuwa salama. Madaktari ni wale wale, lakini yupo mmoja ambaye Bwana atamuinua kwa ajili yako. Madhabahu ni zile zile zinazomtaja Bwana, zinazomuinua Bwana, zinazotoa sadaka, zinazomtukuza Bwana, lakini iko madhabahu moja ambayo Bwana atainua kupigana na madhabahu zinazotesa maisha yako. Amen. Si kila madhabahu zitapigana. Ipo moja ambayo Bwana ataichagua. Muulize Musa na wana wa Israeli, Mungu aliwaelekeza ni wapi wakatoe sadaka. Hawakuamua tu kwamba hii sadaka tunatoa hapa, no. Ni Bwana alielekeza inatakiwa ifanyweje, inatakiwa iweje. Kwa hiyo kama ni Bwana amechagua madhabahu ikutoe, ni yeye sasa ndio atakayesema na mtumishi wa Bwana. Ni yeye atakayetengeneza mazingira. Ni yeye atakayefanya, sio wewe. Wewe utajikuta uko hapa. Utashangaa hakuna aliyekuelekeza. Hakuna aliyekushuhudia. Ni wewe mwenyewe umeamka nyumbani, umefika upo madhabahuni. Wachungaji ni wale wale, na wote wana nguvu, na wote wana upako, lakini yuko mmoja ambaye Bwana atamuinua kama msaidizi wako. Atahakikisha uko salama, atahakikisha unatoka, atahakikisha unafanikiwa. Bwana atamuinua. Si wote. Na ukienda mahali ukaona hujafanikiwa, sio kwamba ile madhabahu haina nguvu. Sio kwamba yule mtumishi sio wa kweli.
Hapana. Kila mtu ana msa wake, kila mtu anaye, kila mtu ana wa kwake ambaye Bwana amemweka pale ili kumsaidia. Haleluya. Amen. Amen. Twende tukasome Mwanzo 27. Mwanzo 27 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nitasoma. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa nimekuwa mzee, wala siwezi wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Mstari wa 4, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo. Haleluya. Kumbe kuna chakula ambacho kinatakiwa kupikwe namna ambayo unapenda, si ndio? Ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Halo. Huyu ni Isaka, baba wa mapacha wawili. Hapa anatoa maelekezo kwa mtoto wake mkubwa wa kwanza Esau, aende akawinde, amletee mawindo ale, kisha ambariki kabla hajafa. Halo. Twende tukasome Mwanzo hiyo 20 na hiyo 27, twende mstari wa 6. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo kanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Mstari wa 8, basi mwanangu, mama yake huyo, basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini, ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Tupo hapo? Tuendelee. Amen. Amen. Hapa ni Yakobo na mama yake, Esau na baba yake. Watoto wa baba kwanza, tupo wa mama. Haleluya. Manake bila mama yake Yakobo kumsaidia Yakobo kuandaa chakula kitamu namna ile aipendayo baba yake, baraka za uzao wa kwanza kwake zisingekuwepo. Manake mama yake ndio aliyeamua, mama yake ndio aliyefanya mpaka Yakobo anachukua baraka za mzaliwa wa kwanza ambazo alitakiwa Esau azichukue. Bila mama yake Yakobo kuandaa chakula, baraka za mzao wa kwanza kwa Yakobo zisingekuwepo. Kwa hiyo mama yake ndio alifanyika msaada kuzibeba zile baraka ambazo Esau alitakiwa kuzipata. Halo. Manake mama yake asingekuwa na hilo wazo, kwanza hata kupika nani alikuwa ajua? Kwa mnaosoma Biblia, Yakobo alikuwa hajui kuandaa chakula ambacho baba yake anapenda. Aliyekuwa anajua kuandaa mawindo mazuri alikuwa ni Esau. Ndio alikuwa anaujua moyo wa baba yake unataka nini, moyo wa baba unataka nini. Yakobo alikuwa hajui. Yakobo
mama yake. Alikuwa hajui baba yake nini anapenda, na ndio maana baba yake alikuwa karibu na Esau. Akamwambia, mwanangu, niandalie mawindo, nitengenezee chakula kama namna nipendayo. Manake Yakobo asingeweza kuandaa namna baba yake anavyopenda, ila mama yake alikuwepo pale. Mama yake alimjua baba yake anapenda nini. Wamama tupo? Si tunajua nani anapenda nini? Baba anapenda nini? Afu mkae vizuri na sisi kina mama. Sisi ndio tunaojua moyo wa baba unataka nini. Halo? Kwa hiyo asingekuwa mama yake, manake baraka za mzaliwa wa kwanza asingezipata, sababu mama yake ndio aliyeandaa. Mama yake ndio aliyefanya vile ambavyo anajua mume wake anapenda. Akapeleka, akala mzee wa watu, akamimina baraka. Na hapa ujifunze jambo. Ukitaka kuteka baraka kwa mtu, nini unapaswa kufanya? Mpe kitu anapenda. Furahisha kwanza moyo wake. Usiende tu baba nibariki. Atakubariki za hapa, za mdomoni. Gusa moyo. Hata asipotamka, ukigusa moyo wenyewe ndani unasema. Yaani utabarikiwa tu. Halo? Na Biblia inasema, ukisoma Mwanzo 27:33, inasema alibarikiwa. Yakobo alibarikiwa. Haijalishi alipata baraka kwa njia ya udanganyifu ama ya kweli, lakini sababu baba yake alikuwa ameshaachilia baraka, zilimpata. Ngoja tusome hiyo Mwanzo 27:33. 27:33. Neno la Bwana linasema, Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana baada sasa ya Esau kurudi, naye ameandaa chakula anamletea baba yake yale. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki. Naam, naye atabarikiwa. Kwa hiyo jamaa alibarikiwa. Aliyefanya barikiwe ni mama yake. Na kumbuka zile baraka za uzao wa kwanza, Yakobo na Esau walizipigania toka wakiwa tumboni mwa mama yake. Kwanza, yaani mpaka anatoka anamvuta, anasema acha mimi nitoke, kashika kisigino. Lakini angalia mama yake alivyofanya ile baraka ama nafasi aliyokuwa anaitaka kuwa rais kwake. Hakutoa jasho lolote, ila mama yake ndio aliyofanya yote. Kwa hiyo mama yake Yakobo alifanyika msaidizi wa kuzipata zile baraka za mzaliwa wa kwanza. Na angalia baba yake alivyombariki. Hapa ndio Esau alichoka. Mwanzo 25:22. Mwanzo 25:22. No, hapa ni watoto ambapo wako tumboni. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana.
Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Biblia inasema siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake, na wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa ni mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Haleluya. Amen. 27:6 no 27:29 27:27 Mwanzo hiyo. Neno la Bwana linasema, akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akisema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba lililobarikiwa na Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu, hapa ndo anambariki, na ya manono ya nchi, na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako, na wana wa mama yako na wakusujudie. Manake baraka aliyopewa Yakobo mpaka kaka yake anatakiwa msujudie. Inauma ni kiasi gani? Yaani Yakobo Bwana anamfanya kuwa bwana wa ndugu yake Esau, wakati zile baraka zilikuwa ni za kwake. Tumeendelea kuweka kwa nani? Bwana. Lakini heshimu watu, ishi vizuri na watu. Yakobo aliishi vizuri na mama yake. Kaa vizuri na mama yako. Usiishi mwaka hujambariki chochote. Unatekaje baraka? Na sio kwa mama tu, hata kwa baba. Tafuta namna ya kuteka baraka kwa wazazi. Wazazi wote wa kimwili, wa kiroho. Tafuta namna ya kuteka baraka. Mwaka unaisha, hujanua hata socks ya baba yako, hujanua hata tai ya baba yako. Jamani, shati shingapi? Si hapo hadi 18. Hujanua hata shati mwaka mzima. Hujapeleka chochote kwa mzazi. Esau mwenzio alikuwa na kawaida ya kupeleka vinono vya mawindo yake. Kila anachokipata anajua nina baba nyumbani, anajua nina baba nyumbani. Yakobo yeye yuko pembeni mwa mama yake, anasema mimi na wewe, hata kama sikuletei vinono, lakini moyo wangu uko na wewe. Ukilia tunalia wote, ukicheka tunacheka wote. Kuna wengine hata kutia moyo wazazi wenu hamwezi. Mzazi maisha yamempiga, changamoto ziko hapo, hata kumtia moyo huwezi. Kuna kitu ambacho kilifanya mama yake Yakobo ampende Yakobo kuliko Esau. Na Biblia inasema wazi, ni sababu Esau alikuwa anapenda kwenda kuwinda, analeta kwa baba. Kwa hiyo moyo wa baba ulikuwa kwa Esau. Yakobo alikuwa ni mtu wa kukaa nyumbani. Maana yake mama yuko chumbani, yuko jikoni, anaenda sokoni, anaenda shambani, anaenda wapi, yuko naye. Anabeba kama ni kuni, yuko naye. Anabeba kama ni maji, yuko naye.
mkoba wa mama yako hujawahi kubeba. Halo? Tuseme ukweli. Nani amewahi kunibebea mkoba? Nani amewahi kunipokea pochi? Nimebebea mkoba. Uona nibebe yako kwa unanibeba kwenye pikipiki. Nasema nimetoka nyumbani nimefika pale umekuja kunipokea mkoba. Kama ni mzito ameweka madude yake limwangusha. Atajua mwenyewe. Kweli. Jumapili nimeingia hapo. Nimebeba wa kwangu. Nimebeba sina vitu gani? Hivi vidude. Sina hata mfuko hapo. Nimebeba wa baba. Vikolokolo vingi. Nimebeba nilikuwa beba na nini kingine? Machaja ya kina Sele hawa. Sele kakaa pale. Na nimebebea vitu vyake vya kazi. Kakaa pale. Na angaika huku nimebana kwa pale. Huko vingine nasema sijui nitadondosha hapa. Huko nifungue mlango. Nikasema Mungu nipe moyo wa Musa mimi. Watu wamekaa, yani sasa wote wamekuangalia. Ukidondoka pale. Au sasa ianguke hiyo ipasuke. Watu huko kingi. Jamani vibaya hivyo. Halo? Pokea mama wako hata mikoba. Jamani upako mwingine unaambukizwa. Mimi uliza nilivyokuwa naishi na mama yangu. Mama yangu wa kiroho uliza. Yaani yuko ofisini niko naye. Na sio kwamba ati lengo langu ni kutafuta mchungaji. Kwamba nije niolewe na mchungaji, hilo wazo sikuwa nalo. Lakini mimi ndio nabeba viatu vya mama. Akiomba hapo madhabahuni kachoka, nafuata vindala ofisini. Namletea, namvalisha. Nabeba alivyo navyo, napeleka ofisini. Amefika, yani nilikuwa siwezi kukaa kanisani. Mama mchungaji hajaingia kanisani. Nitakaa nitamsubiri. Mpaka atakapofika, nitampeleka ofisini. Mama utakunywa chai. Mama utakula nini? Mama nikufanyie nini? Ataagiza vyote anavyotaka. Akimaliza nabeba mkoba wake namleta kwenye kiti chake na mweka hapo. Na mimi ndo naendelea na ibada. Na sikuwahi kuambiwa na mtu. Haiwezi ukaisha mwaka sijabeba chochote kumpelekea. Simlifundishwa Jumapili. Usiende mikono mitupu kwa mkuu. Najua ananizidi. Najua ni mama yangu. Ana baraka zangu. Baraka zipo kwa mmoja tu. Hata kwa baba nilikuwa nafanya. Sio kwamba nilikuwa sifanya. Tena yeye sana. Sana. Akija Mwaliago tena utamuuliza. Hata kusimulia. Maana yule nimeingia pale nimemkuta. Ananijua vizuri. Anamjua pasta vizuri. Tumeishi naye vizuri. Hakuwahi kutudharau. Hakutuwahi kutunenea mabaya. Ametuheshimu toka tuko chini. Na yeye ni mkubwa kwetu. Ni kaka yetu kiroho. Tena mimi amenilea. Ameniombea. Mwaliago kaniombea, kanilea idara ya vijana, mikesha ya vijana anatuombea vijana wake, anatutabiria mtakuja kuwa na ndoa nzuri, msikimbie mikesha, mtakimbia mpaka kwenye ndoa zenu. Tunacheka tunatania. Wewe utakuja kuwa mama mchungaji, namwambia shindwa kwa jina la Yesu. Lakini sasa hivi anakuja hapa ananiambia ulikuwa unakemea vibaya sana. Kila akinigusa namwambia ushindwe pepo. Mara ya kwanza alivyokuja akawa ananikumbusha kukemea kwako kumeishia wapi? Ishi na watu vizuri. Si hapo sasa hivi anakuja.
tunajisikia vizuri kuwa naye, sababu tumeishi naye vizuri. Yaani tunapomuona tunajisikia vizuri, sababu tumeishi naye vizuri. Japo tulikuwa wadogo, hakuwahi kutuzaa. Pastor amemfahamu toka anasoma chuoni pale mbele. Anamuona anaenda anahangaika na madaftari yake, anakuja analala kanisani. Lakini hakuwahi nena neno lolote baya. Hata kama ukikosea, anajua watu wanakosea. Haneni ovyo. Sio wewe mtu akikosea hapa, kila anayekuja mshirika mpya unamsimulia. Bwana yetu. Simuone vile Pastor Gideon mwaka jana alipasuliwa madhabahuni na baba. Alisema aliwahi kufukuzwa kanisani. Aliwahi kuna nena ya nini? Kila mtu anakosea na anarekebishika. Kwa hiyo yaliyopita yaache. Mungu anasema tazama ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Sasa sio wageni wanaingia unaanza kuwasimulia. Yule bwana alizalishwa. Yule si ilikuwaje? Alitengwa miezi 6 alitengwa. Sasa wewe ya nini? Ishi na watu vizuri. Huyo unayemsema hivyo, huwezi jua ni Bwana alikuwa anampitisha huko anamtengeneza. Kesho na kesho kutwa atakuwa mtumishi mmoja mzuri. Hello? Msaidizi wangu. Twende tukamalize. Samueli wa kwanza 19 1-2. 19 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa mliochelewa tunazungumza kwa habari ya msaidizi ambaye Bwana anawaachilia katika maisha yetu ili waweze kutusaidia. Samueli wa kwanza 19 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani tena na watumishi wake wote kwamba wamuue Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Daudi alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri pa kujificha. Mungu anamwinulia msaidizi Yonathani katika nyumba ya adui yake. Adui yako Mungu anaweza akamfanya mtoto wake kuwa msaidizi wako. Katikati ya vikao vyote anavyofanya Sauli kwa habari ya kumwangamiza Daudi, Yonathani yuko mahali pale. Anakataa. Tena mpaka alimwapia. Anasema hakuna baya litakalompata Daudi nikiwa hai. Bwana anamwinulia Daudi msaada, msaidizi, mtu wa kumsaidia katika nyumba ya adui zake. Bwana akuinulie huyo mtu. Wanapopanga mabaya kwenye familia yako, wanapokaa vikao kuhusu uhai wako, kuhusu afya yako, Bwana akuinulie mtu katikati yako. Ambaye atakuja aseme Bwana wamepanga haya. Unajua ni mbaya sana unaishi na kundi la watu, afu kumbe wote wako kinyume na wewe. Bwana akupe mtu mmoja atakayeweza kukusemea katika kikao kigumu cha kufukuzwa kazi. Bwana akuinulie mtu atakaye kusemea katika vikao vibaya wanavyopanga kuhusu maisha yako. Bwana akuinulie mtu katika kile wanachokipanga kinyume na maisha yako. Bwana akuinulie Yonathani. Amen. Mungu alimweka pale kwa makusudi. Kila anachokipanga Sauli, Yonathani anamwambia Daudi. Kila analolipanga Sauli, Yonathani anamwambia Daudi. Nikwambie huwezi ukaangamia kama Bwana akiweka mtu wa namna hii.
maana kila wanachokifanya yuko pale mtu wa Mungu anaangalia. Kwenye kikao kizito cha kufukuzwa kazi, Bwana akuwekee mtu ambaye atakusemea. Bwana akuwekee mtu ambaye atakataa. Katika nyumba ya adui yako wanapopanga mabaya usiku, Bwana akuwekee mtu atakayeweza kukuletea taarifa, atakayekataa. Mtu huyu atakufa. Angalia kwa habari ya Yusufu. Yusufu wakati anauzwa na ndugu zake, kabla ya kuuzwa walipanga wamwangamize, lakini alitokea Reuben alikataa. Lakini kipindi anakuja, wanaambizana ndugu zake, tazama mwana ndoto anakuja, tumuue tuone ndoto zake zitaishia wapi. Lakini katikati ya kikao kile, katikati ya maneno yale, katikati ya mjadala ule, Bwana alimuinua Reuben. Reuben akakataa. Akasema tusimuue. Kwa nini tufanye hivi? Tumtupe kwenye birika. Tusifanye hivi. Kwa nini damu yake iwe juu yetu? Wakakubali. Walikubali. Yusufu hakuuliwa. Ndio bahati nzuri, wanapita. Wakasema sasa huyu mtu tumuuze tu basi, tupate hata yeye. Wasijue wanakomuuza, kumbe ndio wanampeleka kwenye hatima yake. Wanakokuuza ndiko kwenye hatima ya maisha yako. Bwana alijua akifia hapa hatima yake imekwisha. Bwana alijua akiuawa hatima yake imekwisha. Mungu akamuinua Reuben, akasema huyo atakuwa msaada kwake katika haya wanayonena. Katika kikao hiki cha kumuua Yusufu, Reuben simama, ukazuia asiuawe. Lakini hakuzuiwa kuuzwa, na Mungu alitembea na yeye. Bwana alisema ni bora wa kuuza, tutauzwa wote. Na tazama hata alipokwenda, anaenda gerezani. Anamkuta mkuu wa gereza yuko pale. Bwana kashamweka yuko pale. Hakuna mahali ambapo Yusufu aliteseka. Kila mahali alipoingia kuna mtu aliwekwa kwa ajili yake. Biblia inasema yote yalikuwa mikononi mwa Yusufu. Mkuu wa gereza aliyaweka yote mikononi mwa Yusufu. Maana yake mkuu wa gereza yeye alikuwa kama kiongozi picha tu, lakini aliyeongoza kila kitu alikuwa ni Yusufu. Aliweka mtu pale. Wewe unaenda kazini, unanyanyaswa, mwambie Bwana niinulie mtu mahali hapa. Mungu aliwahi kuniinulia mtu kwenye chumba cha interview. Mimi interview nimefanya sikuwahi kurudia, lakini Bwana alikuwa pale. Unajua kuna ile mtu anakuuliza swali alafu najibu anakupa pasipo yeye kujua. Anakuambia ukitaka kwenda Chanika mwisho unapita wapi? Kabla hujajibu anakuambia ukipita hapa unatokea wapi? Semesha kwa jibu. Yaani nilimwangalia yule baba afu namkumbuka alikuwa kabonge yule. Wabonge baba anawabariki kwa kweli. Yaani yule jamaa alafu wengine wote ni kama Mungu aliwafunga vile. Yaani wakawa kama wamepigwa na butwa. Yeye ndo anawauliza swali jingine, anachungulia kwa mwenzake. Anauliza, hivi 1 2 3. Kabla hujajibu kashakupa jibu. Akimaliza hilo, tulizeni haraka tuondoke. Anachungulia na kwa mwingine. Na ile siku interview ilikuwa inaanza saa 4.
lakini mimi niliingia chumba cha interview saa 12. Kumbe Bwana anasema wewe tulia, kuna bonge la foleni. Ikifika saa 12 hawa kila mtu kachoka anawaza kwenda kwake. Wakaanza interview. Toka saa 4 watu wame. Na jina langu kumbuka ni A. Nilitakiwa niwe wa kwanza kufanyiwa interview. Bwana akasema acha au kwenye kielele waende, acha. Wakaenda. Mimi nafika naingia chumba cha interview, wameshawasha taa, ni giza limeanza. Si mnajua giza linawaka. Giza lishaanza. Wale wamama wameshachoka. Aliyebaki mwenye nguvu ndio bonge. Alafu bonge anakupa swali, anakupa na jibu. Nikasema Yesu asante. Bwana anaweza kukuinulia mtu popote. Anaweza akainua mtu hata kwa wasaishaji wa interview. Bwana anamweka mahali pale. Yaani sio kwamba Mungu ndio atashuka atakubeba aseme sasa wewe leo nakuweka wizara hii. Hapana. Bwana anatumia hao wanaohusika. Utaingia kwenye chumba cha interview, Bwana yuko na wewe. Atatumia tu watu mahali pale. Utaenda mtihani wako kwenye usahishaji, Bwana yuko pamoja na wewe. Atatembea na wewe kwa wasahishaji. Utaenda kwa wanaopanga matokeo, Bwana yuko pamoja na wewe. Atapanga nao matokeo. Hivi uonaje wanasema mwisho max ni 75. Wewe uliyepata 74.5 mstari mwekundu umekulamba. Sasa unashangaa tu Bwana na kweli anakuongeza tu kamoja. Kumbe kuna mtu tu amepita pale hajaona swali vizuri, hajaona jibu vizuri kasaisha. Ndio umetoka hivyo. Bwana akuinulie msaidizi. Amen. Bwana akuinulie msaidizi. Amen. Popote unapokwenda, mwambie Bwana msaidizi wangu. Bwana anamuita msaidizi wangu katika kazi yangu. Baba naita msaidizi kwenye chumba cha mtihani. Baba naita msaidizi kwenye ofisi, kwenye biashara. Baba nipe msaidizi. Amina. Usipopata mtu wa kukusaidia, utakuwa nao mtaji, utaenda China na utaibiwa. Utarudi una kitu. Lakini Bwana akikuwekea mtu, ni kila kitu atafanya yeye. Atakupeleka sehemu zote ambako unatakiwa kununua bidhaa. Atakupeleka yeye mwenyewe. Atakupeleka yeye mwenyewe kwa supply ambayo anajua kabisa hawa bei zao ni nzuri. Na ukileta Tanzania utapata faida nzuri. Lakini kama hauna, utaambulia mabaya. Bwana akupe mtu kama huyo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akupe mtu kama huyo kwa jina la Yesu. Amen. Ni kazini kwako Bwana akupe. Amen. Kwenye vita yako Bwana akupe. Amen. Kwa wanaopanga mabaya, Bwana akuinulie Ruben. Amen. Atakaye kusaidia. Bwana akuinulie mtu. Bwana akuinulie Jonathan. Atakaye kusaidia katikati ya vita. Amen. Atakaye kusaidia katikati ya magumu. Atakaye kusaidia. Simama kwa miguu yako. Twende tukaamshe wasaidizi wetu jioni ya leo. Mwambie Bwana naita wasaidizi wangu kokote kule waliko. Mwambie Bwana ninajua unawafahamu. Ninawaita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwambie Bwana unawajua. Niinulie msaidizi Bwana kwenye kazi yangu. Baba inua msaidizi kwenye vita yangu. Baba niinulie kwenye nyumba ya adui yangu. Inua msaidizi atakayenisaidia. Baba niinulie wanakopanga mabaya. Baba niinulie. Mwambie Bwana unawajua. Ninawaita kokote waliko. Baba kuongoze. Baba kukutanishe na wasaidizi wako. Baba kukutanishe na watu waliobeba hatima yako. Baba kukutanishe. Mwambie Bwana nawaita kutoka kila pande. Mwambie Bwana niinulie mtu kama
katika baraka nayohitaji. Baba, inua mtu ulimuinulia Yakobo. Baba, niinulie ulimuinulia Daudi. Baba, niinulie uliwainulia wana wa Israeli. Niinulie Bwana. Mwambie Bwana, niinulie. Ongoza hatua zangu waliko wasaidizi wangu. Baba, nakataa wasaidizi wangu hawatalala wala watasinzia kokote waliko. Baba, wapaze sauti zao. Baba, wapaze sauti zao, ukawasikie na ukanisaidie. Ita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Waite, waite, waite. Kama wamelala, mwambie Bwana na waamsha kokote waliko. Waamshwe, waite kutoka kila pande, wanaopaswa kukusaidia kwenye hatima ya maisha yako. Mwambie Bwana na waita katikati ya kila gumu. Mwambie Bwana aliyebeba majibu yangu, na muita aliyebeba hatima yangu. Baba, na muita. Waite kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana na waita. Bwana na waita. Usiniache peke yangu Bwana. Baba, umetuahidi utatufanyia msaidizi, utatuletea msaada. Tunakuinulia macho yetu, tunasema Bwana, msaada wetu utatoka kwako. Tunainua macho yetu, tunatazama milima. Msaada wetu unatoka kwako. Msaada wetu unatoka kwako. Baba, tunakushukuru. Asante Mtakatifu. Asante kwa jioni ya leo. Baba, ninakutukuza. Asante kwa watoto wako, kila aliyekanyaga Bwana katika madhabahu yako. Baba, mguse Bwana. Kila mwenye changamoto kutana na watoto wako Bwana jioni ya leo. Baba, watetee kwenye vita zao. Baba, wainue. Baba, wasaidie. Mkono wako Bwana ukawatetee. Mkono wako Bwana ukawashike. Mkono wako Bwana ukawaguse. Baba, tunakutukuza. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa ibada ya leo. Pokea heshima Bwana. Pokea utukufu Jehova. Asante kwa ajili ya neno hili. Baba, tunalipokea kwa mamlaka ya jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba. Amen. 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 Shangilie Bwana. Haleluya. Mungu akubariki sana. Barikiwa na Bwana kwa kuwepo nyumbani mwake jioni ya leo. Amen. Twende tukamtolee Bwana sadaka. Inua sadaka yako, tumshukuru Bwana. Baba, tunakutukuza, tunakuinua. Asante Bwana kwa ajili ya hiki ulichotupatia jioni ya leo. Nasi Bwana tunarudisha kwako kama shukrani, tukisema asante Bwana. Pokea matoleo haya Jehova, na yakafanyike baraka katika nyumba yako. Mbariki kila mmoja Bwana atakayenyosha mkono wake kukutolea. Ni katika Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Karibuni. Bwana akubariki sana na kutakia jioni ya baraka.
tukutane kesho kwenye maombi yetu. Jamani, usipange kukosa kwenye maombi. Kesho ni mfungo wa masaa 24. Kama unaweza kuja asubuhi, njoo mtake Bwana. Ukiweza usiku, njoo mtake Bwana. Amen. Maombi ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo jitahidi sana, njoo. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa Baba. Anawasalimia sana na amewamisi sana. Kwa hiyo usipange kukosa siku ya Jumapili. Baba atakuwa ameshuka, atakuwepo mahali hapa na tutahudumiwa na Bwana kwa kadri Mungu atakavyomuongoza. Amen. Amen. Karibu pastor. Nisikie makofi ya shangwe tena kwa ajili ya Bwana. Amen. Mungu akubariki sana mama kwa ujumbe mzuri, lakini pia Mungu akubariki na wewe ambao umesikia ujumbe huu. Mungu akupe kutenda, kusikiliza na kutendea kazi neno lake, ndipo utakapofanikiwa katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Tafuta msaidizi wako ni nani? Lazima muombe Mungu ujue ni nani ambaye ameinuliwa kwa ajili yako ili uweze kubarikiwa na kutoka hapo ulipo. Haleluya. Basi Mungu akubariki.